sika na kwamba tunasema mtu anapomlilia Mungu anakuwa ni mtu anaacha kila kitu, anakuwa muda wote ni muda wa kumlilia Mungu. Si hivyo. Haleluya. Kumlilia Mungu katika Bwana. Haleluya. Mwingine unakuta amelala tu na anasema mimi nishakata tamaa ya maisha. Haleluya. Amejawa na uchungu, amejawa na huzuni, anasema mimi basi. Haleluya. Anatamani achukue hata kamba ajinyonge hapo. Anatamani achukue sumu. Yamkini hata wengine wameshaandaa sumu za kunywa. Mimi maisha haya basi, bora nife tu. Liko jibu siku ya leo. Utakapokuwa hizo fadhaa zako, utakapomtwisha Mungu, Mungu atakutokea. Mungu atakufanyia wepesi. Mungu atafanya kitu juu yako. Tuone mifano ya watu waliomlilia Mungu, ambao hizo changamoto ulizokuwa nazo wewe, hata katika Biblia watu walikuwa nazo hizo changamoto. Haleluya. Lakini katika hizo changamoto walitafuta duniani, walienda kwa waganga wa kienyeji, walienda kwa matabibu, walienda huku na huku kutafuta msaada, lakini hawakupata msaada. Haleluya. Wakamsikia Yesu Mnazareti anapita. Yupo mtu amezaliwa Uyahudini. Haleluya. Yupo mtu amezaliwa, haleluya, ambaye ni mwokozi wa ulimwengu. Wakasikia habari zake huku na huku, wakasema tumfuate huyu mtu. Ingawa alikutana na vita kubwa. Haleluya. Angali alipokuwa mtoto mdogo, Yesu alifuatiliwa ili wamuue. Walijua kitu gani amebeba Yesu. Haleluya. Vivyo hata alipofika katika ile miaka 30 ya kumtumikia Mungu, alipofikisha miaka 40, alipokuwa kule nyikani, alikutana na majaribu. Walijua nini anaenda kufanya juu ya maisha ya watu. Haleluya. Wakawa wanamuinda Yesu, wanataka kumuua. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndivyo hata wewe, mizimu ya ukoo inajua wewe ni jembe la Kristo. Wewe ni mtu mkuu sana. Ukiachiwa upenyo tu, ukimtambua huyu Mungu ambaye leo nimekuletea kuzijua njia zake na nguvu zake, utatoboa. Utavuka mahali ulipo. Hicho kilio chako kitakoma.